Shangilia Yesu. Chukua nafasi tafadhali. Tunamshukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana kwa sababu ametupatia siku ya leo ili tupate kuanza mafundisho yetu ya wiki mzima ambayo tulimsii miezi, nafikiri inaweza kuwa hata miezi 4-5. Tunamuomba Bwana tupatie siku hii. Uliingiliwa na vikwazo kuume na kushoto, lakini wema wa Bwana umeondoa vikwazo na umetuandaa ili tuweze kushiriki. Ombeni mahali ambapo tuko, ombeni. Nilimwomba Bwana nisaidie nipate sehemu ya mafuta ya ualimu kidogo, ili tupate kupenya kwa ndani na kujua mambo yanaendeleaje. Kitabu cha Mambo ya Siku au Mambo ya Nyakati kwa Kiswahili nyingine, Mambo ya Nyakati sura yake ya 4, tutakamata mstari wa 9 hadi wa 10. Kwa Kifaransa mnaita Chronique. Mambo ya Nyakati au Mambo ya Siku kwa Kiswahili nyingine, sura yake ya 4, mstari wa 9 hadi wa 10, imeandikwa: naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamwita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe huzuni kwangu. Naye Mungu kamjalia hayo aliyoyaomba. Amina. Amen. Maneno haya ama shahiri hizi mbili tunazipata katikati ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati, ambacho kikianzia kwa mwanzo sura yake ya 1 tuseme, kinatupatia habari za vizazi vya watu. Ukienda kwa sura ya 1 wanazungumza vizazi vya toka Adam mpaka Abraham, na majina inaanza kutajwa. Inaenda fika kizazi ya toka Abraham mpaka Yakobo, majina inatajwa. Kutoka Yakobo, yani sasa tunaenda kuona wana wa Israeli mpaka kizazi cha Yuda. Ukisoma hizi chapter zote mpaka ya 4 ya 5, utakuta ni orodha ya majina ya watu ndio inatajwa. Wazao wa Daudi na Sulemani, wazao wa Yuda, wako wanataja majina tu. Na sasa unaenda kukuta hapa kwa sura yake ya 4, hii shairi 9 na 10 inatoa mtu mmoja kando, na huyu mtu, jambo la kwanza ambalo tunaona, anaitwa Yabesi. Na kitu moja tu wanaanzia kusema mama yake alimzaa katika uchungu. Okay.
na mama yake alimzaa katika uchungu. Sawa, kwa nini sasa mnamtoa katikati ya majina yote? Tunaona wana wa fulani, na fulani akamzaa fulani, na fulani akamuona fulani, na kwa bonde fulani wakamzaa fulani. Lakini hapo wanatuanzia mtu mmoja, Yabeshi. Kwa ghafla tunaona Yabeshi walimzaa kwa uchungu. Nini inayofuata? Kitu ambayo inaenda kuonyesha kama huyu mtu akawa na vitu vya utofauti ambavyo hapa sasa tunaenda kuviingilia ndani na kuvielewa. Jambo la kwanza, haiko kwa sababu jina lake lilikuwa la kupendeza sana. Haiko kama jina lake lionekana kama linakuwa na maana ya kutisha kuliko majina zote katika vizazi ambavyo vilikuwa vinatajwa hapa. Wala haiko tu kwa sababu Yabeshi maybe alizaliwa na baba mwenye alitisha akashangaza vizazi vilivyotangulia. Au familia yake. Lakini kitu ambacho kinaweka ukafanya Yabeshi akatoka kando katika vizazi na vizazi vilivyotajwa. Yabeshi kaja katoka kando. Shairi ya 9 na ya 10 ni maombi yake. Maombi yake. Hii tu ndio ilifanya Yakobo akawa kama anatajwa d'une façon spéciale ndani ya kronoloji ya vizazi na vizazi. Hawa wote walikuwa wanamjua Mungu na wengi waliomba, lakini hali ya maombi ya huyu mpendwa anaitwa Yabeshi, maombi yake ndio limuweka kando. Maombi yake ndio limuweka tofauti na vizazi vingine vyote. Haiko urefu, haiko uweupe, haiko elimu wala ujuzi, lakini kitu ambacho ikafanya Yabeshi katikati miongoni ya vizazi na vizazi na vizazi, huyu akaenda katajwa pembeni, ilikuwa ni maombi. Maombi tu. Sikiza nikwambie rafiki yangu, maombi inaweza kukutenga na kila kitu ambacho kinaweza kusomwa tofauti kawaida. Maombi inaweza kufanya utajwe. Maombi inaweza kukupeleka kiwango ambacho watu wanaweza kuzungumza na wewe tofauti na namna ambayo wangezungumza na wengine. Maombi ni kitu ambacho kitakufanya wewe uwe tofauti na wengine. Maombi. Vizazi vilitajwa toka Adam mpaka kutelemuka vizazi vya Yakobo, vya Israeli, vizazi vya Yuda, vizazi vya kina Daudi, vizazi vya kina Sulemani. Lakini hapa mmoja aliyewekwa kando ni hii kitu tunaita maombi. Maombi ya Yabeshi. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza katika maombi ya Yabeshi, Yabeshi alikataa kabisa, kama tunavyosoma ndani ya Biblia. Yabeshi alikataa ya kale yake, ya kale iweze kucontrol yake ya sasa. Alikataa yake ya kale iliyokuwa inapita, ama histoire, hadithi yaliyokuwa yamemuvika. Alikataa yake ya zamani isiweze kucontrol iliyo ya sasa. Na pia past yake iliyopita yake ya zamani yake isiweke mipaka kwa ajili ya future, kwa ajili ya kesho yake. Ya zamani isicontrol sasa na isiweke mipaka kwa kesho. Na pekee maombi ndio naweza kukupeleka hapa. Ya zamani yako isicontrol leo, na ya zamani isiweke mipaka kwa sababu ya kesho yako. Ndio sasa hapa tunaona huyu Yakobo, tafadhali ya Yabeshi, alikuwa anaamini ya kuwa Mungu ana uwezo wa kubadilisha
aliyozaliwa ndani yake aliamini ya kuwa Mungu anaweza kuibadilisha kuwa historia ya ushuhuda ya mambo makubwa ambayo Mungu anaweza kuyafanya pamoja na yeye. Aliamini. Kwa sababu kinyume na hayo hangelimuomba Mungu. Aliamini ya kuwa Mungu anaweza kubadilisha habari za mateso yake aliyozaliwa ndani. Mungu anaweza kuibadilisha kuwa ushuhuda ya matendo makubwa, na ile maombi yake ilikuwa tu ni mafupi, haikuwa kabisa ya ajabu. Na sehemu kubwa ambayo inaenda kuonesha imani ambayo huyu ndugu aliomba nao machoni pa Mungu ni hiyo mstari, hiyo maneno fulani hapo kwa mstari wa ngapi? Mstari wa 10. Kuna neno moja nataka kamata pale tu. Yabesi alianza kuomba, kasema ya kwanza, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli. Ya pili, na kunizidishia hozi yangu. Hozi kwa Kifaransa tunaita limit, kwa lugha nyingine wanaita territoire, au kwa tafsiri nyingine. Iwezekanaje huyu mtu toka kizazi chake walikuwa na mipaka ambao waliwekwa katika Israeli? Kila kizazi kilikuwa na mlima yake, na haingeliwezekana kizazi hii iende katawale sehemu isiyo yao. Kila watu walikuwa wamepewa sehemu yao. Na sasa hapa kitu takaenda kujifunza kwa huyu mtu, imani yake ya kwanza maombi ambayo ilishtua ni wakati alisema, kwanza unibariki, na ya pili, panua mipaka yangu. Panua mipaka yangu ni kusema hakutaka habari za kuzaliwa kwake na ipate onekana kama hiyo sehemu ambayo ilikuwa imewekwa kwa ajili yake kufatana na asili. Unajua masomo inaweza kupatia mipaka, asili ya kuweza kupatia mipaka, jina ya baba kuweza kupatia mipaka, jina ya familia kuweza kupatia mipaka. Ambaye anaweza kupanua mipaka yako ni Mungu pekee. Na sasa hapa huyu ndugu akaanza kujifunza na kuelewa ya kuwa haifai yangu ya kale i-control na yale ya kale iweze kuniwekea mipaka. Nataka nionekane ninaweza kuvuka mipaka ambayo inaweza kuwa imewekwa kwa ajili yangu. Kuna sehemu ambayo agronome hawezi kukaribishwa. Kuna sehemu ambapo medecin wa kutunza watu hawezi kukaribishwa. Kuna sehemu ambapo shoferi hawezi kuingia. Kuna sehemu mahali ambapo hata kama ulisoma politiki kudegrega hawezi kuingia. Kuna sehemu ambapo hata kama ulisoma chuo ya aina gani hawezi kuingia. Lakini uwezo wa Mungu pamoja nawe unaweza kukuvusha ndani, tunaita multi purpose. Yaani unavuka katika hali yote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu mwalimu wangu akaniambia, ukitaka kuwa pumbafu soma mingi. Yana niambia kila siku mwalimu wangu, Dr. Kasai. Anasema, mchungaji, ukitaka kuwa mpumbafu soma mingi. Nikwambie, ukifika Ulaya kuna mtu ambaye kuspecialist kutunza makucha tu. Ukimwambia jicho langu linaona, nakwambia sijui hiyo. Makucha ndio mimi naangalia. Ndio utamkuta wakati mwingine hata hajui kusukula masikio yake kwa sababu yeye amesoma tu makucha. Sana kwa mpumbavu huyo. Sasa mimi nakaa sana na wasomi. Kuna mtu namkuta huyu ni professor wa university ambaye anaogopwa sana. Mvua ilinyesha imefika siku 3, lakini anatokea shuleni na viatu vinakuwa na matope. Iwezekanaje? Ni siku 3 mvua ilinyesha, lakini mpaka leo unavuna viatu kuna matope. Nini yaendelee? Yeye kinajaa kichwa chake naenda kufundisha. Hajui kitu kingine. Biblia inasema huyu mtu akaomba, Baba, nipanulie mipaka yangu. Kizazi cha Yuda kilikuwa na mlima wake. Kizazi cha Manase kilikuwa na mlima wake.
kizazi sijui cha wanane kilikuwa na mlima wake, na Israeli kila wamoja waliheshimu mlima wao. Hapa sasa huyu ndugu akaanza kuamini Mungu juu na kusema, Baba, panua mipaka yangu. Ni kusema yale ambayo inaonekana imepangwa toka vizazi, imepangwa toka asili, imepangwa kabla sijazaliwa, imepangwa kabla sijakuwepo. Baba, isiwe ndio itakontrol uwepo wangu, na isiwe ndio itaweka mipaka yangu kwa kesho. Kuna watu ambao toka ukoo wao maisha yao iko control, na kuna mipaka uweze ukavuke. Ukitaka kuelewa ndio kwa urahisi. Kuna watu ambao unaweza kumuuliza kwa nini, anakuambia kwetu sisi hatufanyake hivi, kwetu sisi wanaume wasomake sana, kwetu sisi hatuolewaki ya mkanisa, kwetu. Na wakati yule ukitana mtu akizungumza, anazungumza na akiwa na utulivu, salama kabisa, hana shida. Nakwambia bon, shia kwetu mimi naonaka kabisa vya kufanya hiki au vya kuwa hivi havikuwake. Shia tunaishia sehemu fulani, shia yetu ni. Kwa sababu gani? Kuna asili ambayo inawekwa katika wanadamu na inataka kucontrol mipaka ya watu. Lakini Mungu hapa sasa, huyu Yabesi akaanza kupata ufunuo, na imani yake ikaanza kumpeleka hapa kwenda kujua sasa imani yake. Akaenda kuamini ya kuwa Mungu ana uwezo wa kumvusha toka mbali na ile inaweza kuonekana asili yake, na mbali na ile inaweza kuonekana kutafuta faida yake binafsi. Ilikuwa mbali, lakini alitafuta kuona faida ya Mungu na uwezo wa Mungu. Rafiki, sikia nikwambie, kuna wengi ambao wanaweza kuwa walizaliwa kama huyu anayeitwa Yabesi. Mtu kazaliwa ndani ya tabu, ndani ya mateso. Kuna mtu ambaye amekomaa ndani ya mateso, kazaliwa ndani ya mateso, kakomana ndani ya mateso, kasoma ndani ya mateso, kaolewa ndani ya mateso, na kila kitu chake chote mateso. Na kuna mtu ambaye anaweza kukaa na kujiuliza, mimi duniani sijue nini linaloendelea. Kazaliwa ndani ya mateso. Wakimpatia historia kisha alizaliwa, unakutana ni taabu tu. Kukomaa kwake unakutana kupadishi, nilikomaa kwa taabu. Kufika hatua kama ni usomi au kusoma, na kusoma yenyewe ni mateso. Tende ingia ndani ya ndoa, mateso. Kila kitu chake kinasindikizwa na mateso. Kila kitu ni mateso. Na sasa hapa, kitu cha kwanza ambacho kinaweza kukusaidia ni macho yako yafunguke na upate kukataa hali ambayo inakuzunguka kwa sasa. Kajua historia yako, mara inaweza kuwa ndiye ambayo kuna yaishi, lakini sasa nukataa historia yako ikontrol yako ya leo. Mara historia ambayo kaijua ya ukoo, ya uzazi, ya familia yako, sikubali control uhai wako wa leo. Lakini sasa isikontrol hata yako ya kesho, ionekane kama kunaweza kuwa uwezekano wa kubadilika. Huyu ndugu yetu anayeitwa Yabesi aliamini ya kuwa Mungu pekee ana nguvu ambayo inaweza kumtoa mtu ndani ya control ya nyakati na majira ambayo imepangwa na asili, imepangwa na wanadamu, imepangwa na usomi, imepangwa na kizazi ambacho umetoka ndani. Kuna uwezo fulani ambao
pasipo Mungu kutembelea maisha yako huwezi kutoka ndani. Nikichukua mfano ndugu yangu Gideon, Mungu alipomtokelea na kumwambia, kwa mkono wako Gideon nitafungua taifa la Israeli toka mkono wa Midian. Gideon akacheka akamwambia, hiwezekani. Unajua kuna kitu ninaita ujumbe ya istuare ya familia yako. Istuare ya familia yako kila wakati inakuwa na ujumbe unaleta kwako. Kitu cha kwanza, ujumbe historia ya familia yako inakuja kuambia kama una mipaka. Huwezi kunia makubwa. Na wakati unataka nia makubwa, historia ya familia yako inakuambia ile si haiko yetu. Ya pili, historia ya ukoo wala familia yako inaweza kuletea ujumbe ya pili ya kukwambia kama sisi inakupatia limiti ya sisi. Itakuja kwanza itakupatia wewe mipaka, ya pili itakupatia reality yenye familia yako inaishi, ya tatu itakuja kukuonesha kama hii familia usema itakuwa kama hauko ndani ya kizazi cha kifalme. Itawezekanaje uwe na ndoto kusema unaweza siku moja kuongoza? Hata niseme tu maneno ya Gideon. Akasema, kwanza mimi ni mdogo. Mipaka iliyosimamishwa na origin yake, kajua nimezaliwa hapa, lakini Mungu ana uwezo kuvunja na kupanua mipaka yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Mungu ana uwezo wa kufanya kitu kingine kianze pamoja na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tutelemke pole pole. Jambo la kwanza ambalo nataka uliandike. Mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Mwanzo yako, votre début, votre commencement ne définit pas votre fin. Mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Kwa usemi ya watu, mara nyingi wanasemaka, napomwangalia huyu mtu naona kama kesho yake haina maana. Na kumbe mara mingi ni uongo. Mwanzo ya mtu haijatafsiri mwisho yake. Na asante kwa sababu mtu wa kwanza aliyetupatia ufunuo huu ndio Yabesi. Mwanzo ya mtu, Biblia inasema alipozaliwa mama yake akamwita jina lake Yabesi, kwa sababu alisema nilimzaa katika taabu. Aliyezaliwa katika taabu, muda mwingine kesho yake tunakuwa na mashaka. Mtoto aliyezaliwa na kilo moja, wakati mwingine wanamweka ndani ya kuvezi. Hakueneza miezi, wanamweka ndani ya kuvezi. Na wakati mwingine watu wanakuwa na mashaka. Lakini ile kuzaliwa na kuwekwa ndani ya kuvezi haijatafsiria mwisho ya huyu mtu. Kesho inaweza kutokea kitu cha ajabu. Lakini wacha turudi hapa katika mawazo ya Yabesi. Mama kamzaa katika taabu, na akasema nitamwita Yabesi kwa sababu sitaki atoke ndani ya kujua ya kuwa taabu ni sehemu ya uhai wake. Ndio maana ya hiyo. Nitamwita Yabesi ili asisahau ya kuwa mateso, taabu ni sehemu ya maisha yake. Wapendwa, jana nilitaka zungumzia kidogo kitu naita gunia. Unaita saki. Zaburi. Sio elewe pale. Zaburi
Zaburi sura yake ya 30, nafikiri 13 tunasema sheria kwetu 13, Zaburi 13. Tukamate mstari wa 10 na Zaburi 13 mstari nafikiri 11 12, kwa wengine itakuwa 12 13. 11 sema wangu ni 11. Aligeuza matanga yangu kuwa machezo, geuza kilio yangu kuwa mchezo, sifa na shangwe. Alinivua gunia akanivika furaha. Alinivua gunia akanivika furaha. Gunia kwa tafsiri ya kiroho ndani ya Biblia maana yake taabu, mateso, maombolezo, kilio, kukosa msaada. Gunia inamaanisha mtu ambaye iko katika hali ambayo hajue msaada utatoka wapi. Posoma Biblia yangu nikakuta kuna sehemu ambapo mfalme fulani walikuwa ndani ya taifa la kitaifa, walikuwa ndani ya njaa, walikuwa ndani ya tabu, na sasa mfalme akaangalia watu wake wako wanateseka. Biblia inasema mfalme kila wakati alikuwa anavaa gunia ndani na anatia vazi la nini la kifalme juu. Alitembea katikati ya watu wakimuona anavaa mavazi ya kifalme, lakini ndani alikuwa anavaa gunia. Mateso, alilia na kuomboleza kwa sababu ya taifa. Ama mfano huyo huwezi kuelewa vizuri, wacha nishuke tena kidogo. Huyu aliitwa dada Esther, kaingia katika ndoa iliyokuwa imeshangiliwa na kushuhudiwa. Huyu ni mke wa mfalme, lakini cha ajabu ndani ya nyumba ikafika siku 13 hajamwona mume wake. Esther mali alipita akivaa kanzu ya kimalikia, lakini ndani alikuwa anavaa gunia. Machozi yalikuwa yanateremka. Alikuwa chini ya sheria iliyokuwa inawekwa ya kuwa hakuna mke atakayemwendea mfalme isipokuwa mfalme amemwita, na kwenda kutoa hii gunia ilitaka Esther aombe. Ombeni. Rafiki yangu, nikwambie, usipochukua nafasi ya kuomba katika maisha yako, kuna vitu havitakuachilia, kwa sababu vingine haukuvitafuta. Ni ulimwengu umekuvika havyo pasipo wewe kujua. Uwezo mmoja pekee, maombi. 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 Nilipokuwa na miaka 13, 14, aliyenijua akajua kama sitakuwepo. Aliyeniona tuseme 12, 13, 14, 15, aliyeniona alijua huyu hatakuwepo. Unajua kuna mtu unaweza kumwangalia unashakia hata kesho yake. Unaangalia mtu unasema uwezekana anaweza kufa kesho kutu. Kuna mtu ambaye unaweza kumwangalia unasema huyu kama hata gongwa barabarani unaweza kumkuta tu amekufa juu ya jalala fulani. Nikibadilisha hiyo, lakini nipate ninakwambia kuna watu ambao dunia imevika gunia. Hata kama anaweza kuonekana anavaa mavazi ya kimalkia kama vile Esther, lakini kikamilifu ndani ni gunia. Ni gunia ndiye anavaa.
nasikiza nikwambie, ambayo inaweza kukutoa ndani ya hii ni maombi. Mama Ana alikuwa onekana mwanamke aliyependwa na mume wake. Biblia inasema kila wakati alitafuta kupanda Yerusalemu kutoa sadaka, alipewa sehemu mara 2 kuliko aliyoipewa Penina na wanawe. Kila wakati alipolia mume wake alimwambia, je, mimi si zaidi ya watoto 10? Lakini ndani alikuwa anavaa gunia, ijapokuwa masemi ya upendo aliyokuwa ya mume wake. Aliona ya kuwa ndani ni gunia, kwa sababu alilia machozi. Kitu kiliyomfungua toka gunia hiyo, maombi. Kuna hali ambayo rafiki yangu sikia nikwambie, haiwezi kukuacha kama ukusimama machoni pa Mungu. Tunaposema kuomba, kuna hali nyingine watu wanaikamata kawaida, lakini kuna kuomba ambayo ukajua unasimama wapi. Yabesi akajua, mimi nimevikwa gunia, kumbe toka tumbo ya mama yangu. Mama kanivika gunia ya tabu. Mama kanivika gunia ya mateso. Mama kanivika gunia ya mwenye kusononeka katika ulimwengu huu. Sikiza nikwambie rafiki yangu, jina ya mtu ndiyo baraka yake ya kwanza au ndio laana yake ya kwanza duniani? Jina ya mtu. Jina ya mtu. Mtu anapozaliwa, jina ambayo utakayompa, isipokuwa Bwana amefunua mbele, lakini jina mtu ni baraka yake au ni laana yake. Nilisema mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Na kusudi sasa ukweli kamato ama ishikwe, ipate kuwa wazi, inataka upate kwenda kuelewa. Yabesi alianza na mateso, alizaliwa na mateso, lakini alikataa kubaki pale ndani ya mateso. Alikataa kubaki ndani ya ile tunaita mazingira aliyoiwekwa ndani kwa kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwake alikataa, sitabaki katika mazingira hii. Alijua na akakataa, sitabaki katika mazingira hii. Alijua akapinga, kasema sawa, nimeshazaliwa hivi, lakini sitabaki ndani ya mazingira hii. Inataka nitoke. Inataka Bwana unikumbuke na mipaka yangu. Toka tumbo ya mama yake alikuwa amewekwa tayari mipaka. Wewe ni mateso. Furaha sio sehemu yako. Raha sio sehemu yako. Kufanyikiwa si sehemu yako. Biblia inasema aligeuza matanga yangu kuwa mchezo, alivua gunia akanivika furaha. Ni kusema kuna vitu ambavyo vimewekwa kwetu na ambavyo nataka Mungu apate kusimama mwenyewe. Watu wengi wanashikwa ndani ya uchungu na mateso na hali ya tabu ya kale ambao wamesikia. Ni nyingi sana. Nianzie kunini? Vidonda toka familia. Nilikuwa tunazungumza familia. Vidonda toka familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Familia ni mazingira ambayo Mungu ameandaa ili mwanadamu apate kuishi. Unaita environnement ya experimentation ya neno upendo. Naanzia pale. La famille ni environnement, mazingira ambao Mungu alitayarishia mwanadamu aishi, ahisi, aguse, asherekee, aogelee ndani ya neno upendo. Hakuna taabu kama
Kuzaliwa mbali na ukosefu wa upendo. Kuzaliwa mbali lakini tuleta ukosefu wa upendo. Wacha niendelee haraka hapa. Ni ndani ya familia pekee Mungu alitayarisha mwanadamu atajua maneno mawili: kupendwa na kupenda. Kupendwa na kupenda. Hii utaisoma kwa masomo. Hii hutaipata nje kwa barabara. Sehemu ya kwanza Mungu alitayarisha mtu ataishi ndani ya familia. Unajua mtu afie kusema nimependwa, moyo ina nafsi inatulia. Nafsi hii ambapo sasa mtu anasema nimependwa jameni, yaani jua nafsi hii inapumzika. Inapumzika. Kuna maposition social au nafasi fulani kijamii, si maana ya upendo. Unaweza kuwa ndani ya ndoa na upendo. Unaweza kuwa mtoto ndani ya familia na upendo. Tafadhali msameheni kutumia maneno mazito lakini ndio ukweli. Kukua ndani ya ndoa haimaanishi unapendwa. Na kuzaliwa ndani ya familia fulani haimaanishi unapendwa. Yesu. Unajua toka mwanzo kuna watoto ambao tumboni baba na mama wakauliza mimba hii tuifanye nini? Inaanzia hapo. Baba na mama wakauliza mimba hii. Na sio sisi tu. Na Maria na Yusufu nao walikalaka. Mimba hii tuifanye nini? Yusufu akasema, sasa mimi sitaki kudharaulisha mama huyu. Ana heshima zake, nitaenda pole pole taratibu nimwache. Unaelewa? Na Maria naye akasema sinifanye namna gani? Imekuja tu anasema huko neno la Roho Mtakatifu ndio iko pale. Mimi nifanye nini? So, na ndani ya jamaa zetu hivi kuna mimba ambao baba na mama wakaulizana, hii mimba tuifanye nini? Hujakuwepo tayari ile mazingira Mungu alitayarisha ambayo ungelipendwa, unaanza kukataliwa na hujatokea. Gunia na usomi, mipaka iliyosimamishwa na ukoo, mipaka iliyosimamishwa na origin yake. Kajua nimezaliwa hapa, lakini Mungu ana uwezo kuvunja na kupanua mipaka yao. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Mungu ana uwezo wa kufanya kitu kingine kianze pamoja na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tutelemke pole pole. Jambo la kwanza ambalo nataka uliandike. Mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Mwanzo yako, votre début, votre commencement ne définit pas votre fin. Mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Kwa usemi ya watu mara nyingi wanasemaka, napomwangalia huyu mtu naona kama kesho yake haina maana. Na kumbe mara mingi ni uongo. Mwanzo ya mtu haijatafsiri mwisho yake. Na asante kwa sababu mtu wa kwanza aliyetupatia ufunuo huu ndio Yabesi. Mwanzo ya mtu, Biblia inasema alipozaliwa mama yake akamuita jina lake Yabesi, kwa sababu alisema nilimzaa katika taabu. Aliyezaliwa katika taabu, muda mwingine kesho yake tunakuwa na mashaka. Mtoto aliyezaliwa na kilo 1 wakati gani anamweka ndani ya kuvezi,
hakueneza miezi, wanamweka ndani ya kuvezi. Na wakati mwingine watu wanakuwa na mashaka. Lakini ile kuzaliwa na kuwekwa ndani ya kuvezi haijatafsiria mwisho ya huyu mtu. Kesho inaweza kutokea kitu cha ajabu. Lakini wacha turudi hapa katika mawazo ya Yabesi. Mama kamzaa katika taabu, na akasema nitamwita Yabesi kwa sababu sitaki atoke ndani ya kujua ya kuwa taabu ni sehemu ya uhai wake. Ndio maana ya hiyo. Nitamwita Yabesi ili asisahau ya kuwa mateso, taabu ni sehemu ya maisha yake. Wapendwa, jana nilitaka zungumzia kidogo kitu naita gunia. Unaita saki. Zaburi. Ndio elewe pale Zaburi sura yake ya 30, nafikiri 13 tunasema zaidi ya kwetu. 13. Zaburi 13. Tukamate mstari wa 10 na Zaburi 13. Mstari nafikiri 11, 12, kwa wengine itakuwa 12, 13. 11 sema wangu ni 11. Aligeuza matanga yangu kuwa machezo, geuza kilio yangu kuwa mchezo, sifa na shangwe. Alinivua gunia akanivika furaha. Alinivua gunia akanivika furaha. Gunia kwa tafsiri ya kiroho ndani ya Biblia maana yake taabu, mateso, maombolezo, kilio, kukosa msaada. Gunia inamaanisha mtu ambaye iko katika hali ambayo hajue msaada utatoka wapi. Posoma Biblia yangu nikakuta kuna sehemu ambapo mfalme fulani walikuwa ndani ya taifa, lakini taifa lilikuwa ndani ya njaa, walikuwa ndani ya taabu. Na sasa mfalme akaangalia watu wake wako wanateseka. Biblia inasema mfalme kila wakati alikuwa anavaa gunia ndani na anatia vazi la kifalme juu. Alitembea katikati ya watu wakimuona anavaa mavazi ya kifalme, lakini ndani alikuwa anavaa gunia. Mateso. Alilia na kuomboleza kwa sababu ya taifa. Ama mfano huyo huwezi kuelewa vizuri. Wacha nishuke tena kidogo. Huyu aliitwa dada Esther, kaingia katika ndoa iliyokuwa imeshangiliwa na kushuhudiwa. Huyu ni mke wa mfalme, lakini cha ajabu ndani ya nyumba ikafika siku 13 hajamwona mume wake. Esther mali alipita akivaa kanzu ya kimalikia, lakini ndani alikuwa anavaa gunia. Machozi yalikuwa yanateremka. Alikuwa chini ya sheria iliyokuwa inawekwa ya kuwa hakuna mke atakayemwenda mfalme isipokuwa mfalme amemwita. Na kwenda kutoa hii gunia ilitaka Esther aombe. Ombeni. Rafiki, usikie nikwambie, usipochukua nafasi ya kuomba katika maisha yako, kuna vitu havitakuachilia kwa sababu vingine haukuvitafuta. Ni ulimwengu umekuvika havyo pasipo wewe kujua. Uwezo mmoja pekee, maombi. Nilipokuwa na miaka 13
Aliyenijua akajua kama sitakuwepo. Aliyeniona tuseme 12, 13, 14, 15. Aliyeniona alijua huyu hatakuwepo. Unajua kuna mtu unaweza kumwangalia unashakia hata kesho yake. Unaangalia mtu unasema uwezekana anaweza kufa kesho kutwa. Kuna mtu ambaye unaweza kumwangalia unasema huyu kama hata gongwa barabarani unaweza kumkuta tu amekufa juu ya jalala fulani. Nikibadilisha hiyo, lakini nipate ninakwambia kuna watu ambao dunia imefika gunia. Hata kama anaweza kuonekana anavaa mavazi ya kimalkia kama vile Esther, lakini kikamilifu ndani ni gunia. Ni gunia ndiye anavaa. Nasikiza nikwambie, ambayo inaweza kukutoa ndani ya hii ni maombi. Mama Ana alikuwa onekana mwanamke aliyependwa na mume wake. Biblia inasema kila wakati alitafuta kupanda Yerusalemu kutoa sadaka, alipewa sehemu mara 2 kuliko aliyoipewa Penina na wanawe. Kila wakati alipolia mume wake alimwambia, je, mimi si zaidi ya watoto 10? Lakini ndani alikuwa anavaa gunia, ijapokuwa masemi ya upendo aliyokuwa ya mume wake. Aliona ya kuwa ndani ni gunia, kwa sababu alilia machozi. Kitu kiliyomfungua toka gunia hiyo, maombi. Kuna hali ambayo rafiki yangu sikia nikwambie, haiwezi kukuacha kama kusimama machoni pa Mungu. Tunaposema kuomba, kuna hali nyingine watu wanaikamata kawaida, lakini kuna kuomba ambayo ukajua unasimama wapi. Yabesi akajua mimi nimevikwa gunia, kumbe toka tumbo ya mama yangu. Mama kanivika gunia ya tabu. Mama kanivika gunia ya mateso. Mama kanivika gunia ya mwenye kusononeka katika ulimwengu huu. Sikiza nikwambie rafiki yangu, jina ya mtu ndiyo baraka yake ya kwanza au ndio laana yake ya kwanza duniani? Jina ya mtu. Jina ya mtu. Mtu anapozaliwa, jina ambayo utakayompa, isipokuwa Bwana amefunua mbele, lakini jina mtu ni baraka yake au ni laana yake. Nilisema mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Na kusudi sasa ukweli kamato ama ishikwe ipate kuwa wazi, inataka upate kwenda kuelewa. Yabesi alianza na mateso. Alizaliwa na mateso, lakini alikataa kubaki pale ndani ya mateso. Alikataa kubaki ndani ya ile tunaita mazingira aliyoiwekwa ndani kwa kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwake alikataa, sitabaki katika mazingira hii. Alijua na akakataa, sitabaki katika mazingira hii. Alijua akapinga, kasema sawa, nimeshazaliwa hivi, lakini sitabaki ndani ya mazingira hii. Inataka nitoke. Inataka Bwana unikumbuke na mipaka yangu. Toka tumbo ya mama yake alikuwa amewekwa tayari mipaka. Wewe ni mateso. Furaha sio sehemu yako. Raha sio sehemu yako. Kufanyikiwa si sehemu yako. Biblia inasema aligeuza matanga yangu kuwa mchezo, alivua gunia akanivika furaha. Ni kusema kuna vitu ambavyo vimewekwa kwetu na ambavyo nataka Mungu apate kusimama mwenyewe. Watu wengi wanashikwa ndani ya uchungu na mateso na hali ya tabu ya kale ambao wamesikia. Ni nyingi sana. Nianzie kunini? Vidonda toka familia. Nilikuwa nazungumza, sema tunazungumza familia.
vidonda toka familia, toka familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Familia ni mazingira ambayo Mungu ameandaa ili mwanadamu apate kuishi. Mnaita environnement ya experimentation ya neno upendo. Naanzia pale. La famille ni environnement, mazingira ambao Mungu alitayarishia mwanadamu aishi, ahisi, aguse, asherekee, aogelee ndani ya neno upendo. Hakuna taabu kama kuzaliwa mbali na ukosefu wa upendo. Kuzaliwa mbali na kitu kinaitwa ukosefu wa upendo. Wacha niendelee haraka hapa. Ni ndani ya familia pekee Mungu alitayarisha mwanadamu atajua maneno mawili: kupendwa na kupenda. Kupendwa na kupenda. Hii utaisoma kwa masomo. Hii utaipata nje kwa barabara. Sehemu ya kwanza Mungu alitayarisha mtu ataishi ndani ya familia. Unajua mtu afie kusema nimependwa, moyo na nafsi inatulia. Nafsi hii ambayo sisi mtu anasema nimependwa jameni, yaani jua nafsi hii inapumzika. Inapumzika. Kuna maposition social au nafasi fulani kijamii, si maana ya upendo. Unaweza kuwa ndani ya ndoa na upendo. Unaweza kuwa mtoto ndani ya familia na upendo. Tafadhali msameheni kutumia maneno mazito lakini ndio ukweli. Kukua ndani ya ndoa haimaanishi unapendwa. Na kuzaliwa ndani ya familia fulani haimaanishi unapendwa. Yesu. Unajua toka mwanzo kuna watoto ambao tumboni baba na mama wakauliza mimba hii tuifanye nini? Inaanzia hapo. Baba na mama wakauliza mimba hii. Na sio sisi tu. Na Maria na Yusufu nao walikalaka. Mimba hii tuifanye nini? Yusufu akasema, sasa mimi sitaki kudharaulisha mama huyu. Ana heshima zake, nitaenda pole pole taratibu nimwache. Unaelewa? Na Maria naye akasema sinifanye namna gani? Imekuja tu anasema huko kwa neno la Roho Mtakatifu ndio iko pale. Mimi nifanye nini? So, na ndani ya jamaa zetu hivi kuna mimba ambao baba na mama wakaulizana, hii mimba tuifanye nini? Huja kuwepo tayari ile mazingira Mungu alitayarisha ambayo ungelipendwa unaanza kukataliwa na hujatokea. Kunia. Sasa sikia nikwambie, Yabesi sijui ilikuwa circumstance gani ikafuata mpaka kazaliwa ndani ya uchungu. Si ni kuzaliwa? Sasa kama ni kuzaliwa ni kusema uchungu ulianza kabla hajazaliwa. Sasa wakati tunaambia mtu omba, najua kuomba, omba, umshia na yoni kuna kazi mingi, ndio kuna bafera kupanda na kushuka. Rafiki, omba. Omba. Tafuta Bwana. Mtafute Mungu ana uwezo. Kuna hali ambayo uko ndani usikubali itawale maisha yako. Vidonda ambavyo tumeviumia ndani ya familia
nyumba tuliozaliwa ndani, nyumba tulioolewa ndani, nyumba tuliozaa ndani watoto. Hii ndio mahali ambapo nyingi tumeumia, na ikafanya mipaka yetu ikawekwa hapo na kupigiliwa misumari, usivukake hapa. Na pale ni tabu. Pasipo kuomba, pasipo kutafuta uso wa Bwana, pasipo kujitoa, pasipo kujikana, Biblia inasema mama Ana akarauka kama mwenda mazimo toka ndani ya nyumba na kukimbia mpaka hekaluni. Biblia inasema saa 3 kapiga midomo. Kupiga midomo ni kusema kuna wakati unakosa umwambie Mungu nini, lakini moyo wako na umimina mbele za macho ya Bwana kusema, Baba, niko hapa, nachoka, mipaka yangu imenisonga, nimefungwa hapa, sijui nitaenda mpaka wapi. Sikiza nikwambie rafiki yangu, usiposimama na kuwa na tayari kumimina moyo wako machoni pa Mungu, kuna mipaka ambayo hauivuki. Kuna mipaka ambayo ukoo wako hautavuka. Kuna mipaka ambayo watoto wako hawatavuka. Ile tabu uliozaliwa ndani, ukakomaa ndani, ukasoma ndani, ukaolewa ndani, ukazaa ndani, usipotafuta uso wa Bwana, uvunje mipaka yako na ukoo wako unauleta hapo hapo. Na kumene kitu ya kukataa. Kuna hiyo kitu tunaita vidonda toka familia, mahali ambapo tumezaliwa. Hapo nikakwambia Mungu aliandaa. Ni hapo tu tafsiri na kuelewa neno hili. Napendwa, ukiangalia mtoto ambaye hajakuwa na akili ya kufikiri, na hata kama sio akili ya kufikiri, lakini kuna watoto pia ambao wamepata neema hii, kuzaliwa na mtoto na baba mlevi au mama mkaidi. Kuna watoto anakuwa na miaka 3 lakini anajua ukali wa baba na anajua ukorofi wa mama. Miaka 3 anajua ukali ya baba na ukorofi wa mama. Huyu mtoto wa taabu. Lakini kwa miaka 3 huyu mtoto sharti kwake asome tu, baba ni mzuri, mama ni mzuri. Lakini kuna watu miaka 3 mtoto anajua tayari baba amekuja fini, hatuna tena salama hapa, mama alishafika, basi hapa ni fimbo tu, tena hapa ni kutuanga tena mihindi, hapa tena ni kwenda kubeba mai hapa. Mtoto anaanza kujua ukorofi. Miaka 3 mtoto anaanza kujifunza ukorofi wa mama yake. Miaka 4 mtoto anajua ukali wa baba. Ndio unakutana mtoto kwa miaka 3 anaweza sema uongo kiwango ambapo unakuja unakaa unamchunguza, na ukimchimba sana na kuambia naogopa baba. Miaka 4 mtoto anajua kiwango ya ukali wako kama ni ya kuharibu. Anajua ukorofi wako utamtesa, na pale nenda kwa shida sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndani ya familia ndio mahali ambapo Mungu aliandaa kila nafsi iwe na utayari wa kusema nimependwa, na iwe nafasi ambayo kila nafsi itasema ninapenda. Imejifunza kupenda, kukumbatia, imejifunza kusema njoo twende pamoja. Ni ndani ya familia. Lakini sasa hapo mara nyingi unakutana tumekosa hii. Watu wengi wameshikwa na tabu na mateso ya kale. Kwa sababu ya nini? Vidonda vya familia, mahali ambapo tulikomaa. Na hivi vinatufunga sana, vinatutesa. Na ni wachache ambao waliotambua hii, kwa sababu uponyaji ni kukimbia tu kwa Bwana. Vidonda vya familia, kuishi katikati ya watu ambao wanakukataa, watu wanakutupa, watu ambao wakupendi. Sikiza nikwambie, hakuna kidonda kikubwa kama hii kitu tunaita kutupwa, kukataliwa. Rejet. Unasikia neno Faransa, mnatai Faransa ndiko. Rejet, kukataliwa. Kutupwa. Hii ni kidonda kubwa kuliko vidonda vyote. Kwa sababu kuna mtu ambaye unamkataa tu kwa kumkataa.
si kama alitenda dhambi, si kama alifanya ubaya wowote, lakini ametupwa tu, amekataliwa tu. Akitokea hawamtaki, akisimama anamwambia akae, akikaa anamwambia atoke, akitoka anamwambia usiingie. Yaani unakutana mtu yeye anakataliwa. Na hii wakati wote ambapo utakaa na kuhisi ndani ya maisha yako kama unakaa miongoni ya watu ambao wanakurejete, huendi fasi kimaisha. Huwezi kufanyikiwa, huwezi kuishi raha, huwezi kuishi mafanikio. Hii ni kidonda kikubwa sana. Tunaendelea wiki mzima, lakini nitakuleta mfano kidogo tu. Hii kitu tunaita kutupwa. Mungu ndiye pekee ana uwezo wa kuingilia jambo hili na kufanya ukubaliwe. Mungu kunjia malaika ndoto kamwambia Yusufu, chukua Maria awe mke wako. Biblia inasema akamchukua. Na katika kumchukua usifikiri kama moyo wake ulikuwa salama kabisa. Lakini Biblia, Mungu aliandaa hiyo siku ambayo ilitaka mama huyo aweze kujifungua. Wakakosa chumba, wakakosa wamama wasaidizi, wakakosa watu ambao wangelikuwa karibu. Mungu akafanya hao watu wawili wapatikane wapi? Kando, katika shamba mahali ambapo inafugwa nyama. Na alionekana msaidizi wa Maria ni Yusufu. Hata kama moyo unaweza kuwa mbaya namna gani, Mungu akaandaa huyu mama atakapoteseka, wewe ndio uwe karibu yake. Katoto Yesu mikono ya kwanza aliyokapokea ni nani? Yusufu. Mungu alikuwa anajenga, unaita kutise, alikuwa anajenga upendo wa Yusufu juu ya Yesu. Upendo wa Yusufu juu Yusufu ndiye alipokea kwa Yesu. Madogo katoto nyenjo akae. Ataona Bwana roho mbaya. Hii ndio kweli ya Biblia. So unasomaka Biblia, Yesu mfalme ujue mfanya alipita. Ndio tuko tunazungumza, mwanzo yako haitafsiri mwisho yako. Unaona kwenye alizaliwa. Tunamwamini Yesu lakini tufuate kondoo zake na tujue yalipita wapi, na yale ambayo amepitia ana uwezo wa kuikamilisha katika uzima wetu. Huyu ndiye Mungu ambaye naamini. Kapokea katoto hakana lolote. Ikiwa kama Yusufu alikosa hata ndururu ya kulipa chumba, alikuwa na vitu vya na mama wanasema unaita lete. Unafikiri walikuwa tayarisha kitu kweli? Tena wakimbizi. Kakapokea, kakashika, kawafunga ndani ya vitepe, naye wabatu akachoka, akakaweka kwa sahani ya kukulia nyama. Ndio unaweza kaangalia. Acha nikuoneshe. Unajua muujiza wa Mungu? Kondoo na ng'ombe zilikuwa pale fasi ya kukulia. Ng'ombe kama iko napumua, wala kondoo wakati napumua inatosha chaleur mpua. Ndio ilikuwa chaleur ilikuwa inapatia Yesu bwana. Basi wa nje kubaridi, hakuna nyumba. Mungu akatayarisha kwa Mungu wake. Oh, haleluya. Rafiki yangu sikia nikwambie, kuzaliwa kwa mwanzo yako haimaanishi mwisho yako. Kwa sababu hata katika yale ambayo unayapitia, Mungu kuna jenga ushuhuda ambao unaweza kubadilisha maisha yako kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nifungie kwa maneno haya matatu. Ya kwanza, jina lako sio destiny yako. Jina lako sio destiny yako. Aliitwa Yabesi, alivalishwa gunia ya matabu na mateso, masumbuko, lakini destiny yake haikukuwa kwa jina Yabesi, na itasimama isiwe hivyo. Ni wakati ambapo utajifunza kusidi neno kuomba. Kuomba. Utakapoomba, rafiki yangu sikia nikwambie, jina lako haitakuwa destiny yako utakapoomba. La pili, mwanzo yako ama origine yako, kizazi yako,
mahali ambapo umezaliwa haijaweka mipaka kwa plani ya Mungu juu ya maisha yako. Ton origine ne met pas de limite sur le plan de Dieu sur toi. Wakakaweka kwa sahani ya nyama kukulia, zikikula kidogo kupumua, zinaangalia katoto, zinapumua. Na shalere ile juga na kachunga pale. Na shalere ile juga na kachunga pale. Rafiki yangu, sikia nikwambie, kuna uwezo wa Mungu ambao bado uko pamoja na wewe, ijapokuwa hali nyuko unapitia. Na acha nikwambie, miongoni ya masiku ambazo tumezihesabia, juma hii Mungu anaitosha kando ili apate kwenda kukamilisha kitu cha ajabu katika maisha yako. Ikiwa utakubali na kusimama na kuomba. Hii ndio kitu kinahitajika. Kuomba. Utakaposimama kwa maombi, rafiki yangu, sikia nikwambie, msingi, shina, kizazi uliotoka ndani na gunia ulioivaa toka kuzaliwa kwako haijaziwiza mipaka ya Mungu, haijaziwiza plani ya Mungu juu ya maisha yako. Mungu ana mpango mzuri kwa maisha yako, lakini mpango haikukamilika. Omba. Mungu ana mpango mzuri kwa ajili ya mnafunga mikono bongo yako, hakuna kitakachoonekana. Omba. Na kitu cha tatu tunataka tuombe kidogo. Kitu cha tatu, mateso yako ya kale au ambao umezaliwa ndani, Mungu ana uwezo ya kuifanya iwe kiwanja ya sifa na maabudu ya jina lake. Kiwanja ya sifa na maabudu. Mateso yako ya kale, misingi yako ya taabu, Mungu ana uwezo kuifanya iwe boma la sifa, shangwe na ushuhuda ya matendo makubwa ya Mungu. Huyu Mungu ana uwezo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Aliifanya kwa mama yetu Sara. Biblia inasema Sara alikuwa amekaa muda fulani mpaka kapungukiwa, kapana mume wake. Ismaeli kazaliwa, lakini ilipozaliwa mtoto wa ahadi Isaka, Biblia inasema huyu mtoto kaanza kumzomea Isaka. Mama akasema ndani ya nyumba hii nimezarauliwa ya kutosha. Sasa inataka nipate sasa muda kumsifu Bwana ndani ya nyumba yangu, na vikorokoro vyote viondoke. Biblia inasema akamwambia Abraham, toa. Abraham alipokataa, Mungu akamwambia, sikiliza yenye Sara anasema, mpe nafasi sasa ajisikie huru ndani ya nyumba yake, na kila kitu cha urithi, kila kitu kinachotokana na Bwana hapati kujitukuza. Haleluya. Mateso yako ya kale Bwana anaweza kuyageuza iwe kiwanja ama boma ya utukufu na heshima ya jina lake. Ndio hiyo ambayo tumesoma, aligeuza matanga yangu kuwa machezo, alinivua gunia na akanivika furaha. Haleluya. Huyu ni Mungu wa uwezo na Mungu wa ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Rafiki, kuna vitu ambavyo vitatuacha ni wakati tutaomba. Kuna vitu ambavyo utavishinda ni wakati utaomba. Kuna vitu ambavyo utatoka ndani ni wakati utaomba. Hata kipofu alisimama mbele za Yesu na Yesu akamuuliza, nikufanyie nini? Utakapoomba na upofu pia utakuacha. Unaweza kusimama kila siku asubuhi machoni pa Bwana, Jumapili machoni pa Bwana, lakini haujamwambia Mungu kitu. Ndio hapo jana Bwana akatuambia, mpaka sasa mjaomba. Mpaka sasa mjaomba. Yesu anasema mpaka sasa hamjaomba. Unaona, leo ndani ya kanisa tunaweza ingia ndani ya kanisa, tunaweza kutembea pamoja na Mungu, lakini unakutana bado kuna kutosheka. Kutosheka. Na wakati mtu anatembea pamoja na Mungu na kutosheka, inafanya furaha ya Bwana haiko pamoja na wewe. Unajua kuna wakati unasema hapa, tuimbe, tumchezee Bwana. Wapi? Kwa kutupa. Furaha kamilifu hayapo.
Unajua neno haleluya, hosana ni lugha ya mbinguni. Na tunaposema hosana, haleluya, hosana, mara moja naona kama niko nafanya exercise yenyewe nitafanyika mbinguni. Ndio lugha ya mbinguni tu. Haleluya, hosana. Moyo wangu unafurahi sababu siku moja nitakaa mbinguni. Hosana inabaki hosana Mkinande, Mkimbute, Mkiingereza, Mkizulu. Hosana ni lugha ya mbinguni. Mtu ambaye anaishi maisha ambayo ni hatosheke, ile tuliita furaha kamilifu ndani ya Bwana katika maisha yetu, inatufanya kila siku wanyonge, watu wa huzuni. Mtoto ambaye hajakamilishwa katika yale ambayo alikuwa anahitaji toka Bwana ni mtoto ambaye hana furaha yoyote. Bwana atusaidie sana. Ningetaka usimame kwa miguu yako tafadhali. Simama kwa miguu yako. Nataka nisikie mtu anaongea na Mungu.